Mambo vipi leo tena tuko na story ambayo hapo mwanzo ulituambia inamgusa moja kwa moja rafiki yako na utatupa experience kwamba ilikuwaje na ni mazingira gani yani nini chanzo cha hiyo story? Yani hiyo ndugu mtangazaji naweza nikasema ni ya rafiki yangu, lakini hiyo ilikuwa ni ya kwangu. Okay. Sema sasa mimi kuna vitu vingine jamani na kwa siwezi, alafu anasema riziki kugawana. Kwa mimi nikaona kwa hili hebu subiri kwanza nifanye hivi, nimtafute shoga yangu. Mimi kuna siku moja nilikuwepo mazingira fulani hivi, mimi napenda kutoka out. Napenda kutoka out. So kama napenda kutoka out, ni mtu ambaye napenda kwenda mazingira mazuri yalotulia, naagiza kitu changu na kula kama kinywaji na kunywa. Sasa katika mazingira nilikuwepo siku hiyo, nikakutana na washikaji. Yaani wale walikuwa ni mtu na rafiki yake, lakini walikuwa katika mazingira yale just still around. Kwa katika kuzunguka kwa akawa wameachana kwa muda ule. Wakati ule muda wao wameachana, mmoja hapo katika hao washikaji ndio akakutana na mimi. Tukaanza akanisalimia, tukaanza kupiga story. Vipi safi, kwema? Niambie uko na nani? Ngamba mimi nimekuja tu mwenyewe peke yangu, nimekuja kuenjoy. Akanambia mimi niko na rafiki yangu na sisi pia tumekuja kuenjoy ku fresh mind, lakini rafiki yangu ipo kule. Nikamwambia sawa. Akana niangalia huku kama kuna kitu anataka kusema lakini asemi. Mimi tena jamani, mimi friji langu ligandisha. Nikamwambia mbona unaonekana kama umenipenda au umetokea kunitamani? Akanambia kweli nimevutiwa na wewe, lakini sijui kama utanielewa, kuna kitu nitakwambia. Nikamwambia ongea. Mimi nakuelewa. Mimi kizuri ni muelewa, ukinielewesha kitu kama nakielewa nitakusikiliza. Sawa. Ila kama sikuelewi kwa kweli siwezi. Kwa hiyo inategemea wewe unaongea nini. Nategemea na ujio wako wewe. Akasema bwana sikiza, mimi nimekuelewa. Mimi nataka tuende tukafanye mambo yetu. Nikamwambia mambo gani tena? Ni kaka Janti, yani uko vizuri, yani kwa mtoto wa kike huwezi kupinga. Lazima uelewe. Unajua mtu mwenye hela zinanukia jamani. Yani mtu ananukia hela. Unajua mtu ananukia hela. Basi akanambia mimi nakuhitaji, nimevutiwa na wewe kiukweli, nimekutamani. Nikisema nakupenda nitakudanganya. Nikamwambia alivyoniambia hivyo sasa mimi napenda mtu mkweli. Kwa akamenikosha. Kwa akawa kama amenihamasisha niwe naye. Nikamwambia basi karibu ukae. Nimependa ukarimu wako wa maneno. Akanambia na shida. Je, shingapi? Nikamwambia kaka umenikosea. From now nakutana na mtu namwambia shingapi? Umenikosea kakaangu, mimi sio tengala nyanya. Umenichukuliaje? Akanambia mbona unakuwa mkali? Nikamwambia sio mkali. Imagine wewe mtoto wa kike, afu mimi mtoto wa kiume. Ungejisikiaje? Hata kama jaribu kuwa na kauli mzuri pale unapotaka kuonesha matamanio yako kwa mwanamke. Sawa, haijalishi umemwona kama ni mlaisi, lakini tumia kauli mzuri. Mimi ni mwanamke, najisikia vibaya. Akasema okay. Tutaenda, lakini na rafiki yangu. Ngamba unaweza kufanya sex group? Yaani rafiki yake ndo anakutaka au inakuaje? Yaani wewe mshikaji ambaye ndo amenikuta hapo. Rafiki yake ambaye aliniambia yupo kule, yuko na rafiki yake, ndo ananiambia hizo habari. Kwa mwisho siku akanambia kwamba alikuwa anakuambia kwamba yule rafiki yake anakutaka wewe. Au yeye ndo akawa ananitembezea micharazo kwamba nimkubalie, lakini mwisho siku akanambia kwamba niko na rafiki yangu, ushawahi kufanya sex group? Nikamwambia yes. Ila nilikuwa sijawahi. Kwa kama sijawahi tutafundishana. So najua hata kama kitu unajua uwezo ukajirahisisha kumzungumzia mtu, kumwambia mtu kwamba najua. Kwa lazima uoneshe malingo fulani, vitu fulani hivi. Basi akanambia asikia. Ngama sex group haina shida fresh. Sasa mimi nikanapiga hesabu na rafiki yangu nitampigia simu. Yes ana rafiki yake. Nakuwa pair japo mpo same moja. Chumba kimoja ila kila mtu yuko na boy wake. Kwa mimi nilikuwa nakifikiria ni tofauti na alivyokuwa nafikiria. Mimi nikasema afadhali nishapata deal nitamwambia rafiki yangu naye aje. Kumbe yeye alikuwa anafikiria kwamba mimi na yeye rafiki yake watu wawili tukafanye sex. Yaani wewe peke yako. Nikamwambia shingapi? Akanambia unataka shingapi? Nikamwangalia muonekano wake ananukia pesa, yani uko vizuri. Nikamwambia kuna utanutani tu ila sikulopoka kweli. Nikamwambia laki nane. Akanambia shuka kidogo. Mimi nikasema kumbe kweli ana hela. Laki 7, laki 6. Akanambia hiyo ya kwanza laki 7. Akamwambia kweli? Akanambia kuna shida gani? You need money. What you need? Naambia I need money ila watu wawili. Laki 7, yani mapenzi yao yanakuaje? Yani unataka kuenjoy au mnataka yani just hivyo? Akanambia nikamwambia okay. Kama vipi basi Bluetooth kama kawaida.
hamna shida. Nikamwambia sasa mwite rafiki yako nimuone kwanza. Kweli kama ngoja nije, nakuja sasa hivi. Agiza kitu, nikamwambia mimi nilivyoagiza vinatosha. Kweli akazunguka. Akaniambia usiondoke. Nikamwambia siondoke na kusubiri. Kweli akaondoka zake, akaja rafiki yake. Rafiki yake alikuja sijui akaongea huko. Walikuja rafiki yake akalupuka tu moja kwa moja. Sasa tunafanyaje? Tuanze tu basi. Eti dada mzuri, tunafanyaje? Mambo unayaweza? Akaanambia rafiki yake, yuko vizuri. Na usi wake unakuaga watamu wa watoto. Siku hiyo nakumbuka nilikuwa nimevaa short pants. Ndugu mtangazaji, mimi katika miguu yangu nina malaika, nina manyoya. Na manywele. Kwa hiyo akasema, anaonekana mtamu. Nikajisikia vibaya. Mwaka mwanamke mwenye manyoya mtamu. Akasema, "Wao hujui upo dunia gani? Mtamu hatari." Nikasema nashukuru. Tunafanyaje? Tunaenda mama mtu, ngambia, "Shilingi ngapi? 700,000. Wapi Roji?" Ngambia, sikiliza nikwambie. Mimi siwezi. Leo siko sawa. Ila ngoja nikutafutie rafiki yangu, niwatafutie rafiki yangu nimpigie simu aje. Akasema hamna shida, mpigie simu. Nikamwambia mtumeni basi nauli. Mimi kweli nikachati na rafiki yangu, nilivyochati na rafiki yangu akanambia mko wapi? Nikamwambia tuko sehemu fulani. Wapi tume hela bodaboda? Nikamwambia utakuja? Akamwambia mimi nitakuja. Utakuja kwa sababu rafiki yangu namjua mzushi. Unaweza kumpa alafu asije. Basi akatumwa 10,000 pale na akutolea. Mara huyo request. Kama mimi na request siwezi kutoa hela bodaboda 10,000 mpaka huko. Nikamwambia poa, utajua wewe. Basi akaja. Tukapata tunapiga story. Alipokuja akuchelewesha. Shoga yangu mimi jamani niko busy na kutafuta hela. Hataki kinywaji, hataki nini kwenye swala hela, hataki kusikia. Yaani hata Yoshia anataka hela. Vipi? Fresh. Je, niambie kunaeleweka? Nikamwambia ndio hivyo mashika. Nikampa introduction mzima. Akasema basi poa, ngoja mimi niende. Rafiki yangu mapepe anapenda hela. Kilichofuata ndugu mtangazaji, huko ndo naenda kucheka dakika fupi. Hao wameondoka, mimi wakaniacha zangu pale shilingi 30,000 hiyo nauli shemeji sijui nini. Wakapanda kwenye gari tinted tu. Kwa hiyo akakubali kufanya hiyo kitu ambayo ulikataa kwamba ana share na wanaume. Wakati wanaondoka wale sio kama wametangulia. Kwa mimi tukainuka wote, mimi nikaa naelekea chooni. Rafiki yangu akaniambia hebu njoo kwanza. Nikamwambia twende chooni, kaenda. Akamwambia mbona mnaenda huko? Nikamwambia hamna, anakuja. Nikamwambia wewe unawajua wale? Unaenda kwa 700,000. Ndugu yangu, mapenzi gani? Hujawauliza wala nini, umekuja tu umekubali unavyopendela. Akaniambia shoga yangu, vyovyote sawa, mimi naangalia hela. Nikamwambia wewe usije karudi chupi mkononi. Akaniambia nani? Unanijua vizuri. Mimi siogopi dudu wala mende. Nikamwambia okay sawa. Akaondoka. Walivyoondoka baadaye kilichomkuta huko. Kwanza ananipigia simu analia. Nikamwambia vipi? Kilichonikuta huko mimi sitaki tena, yani sio mtu mzuri. Akaanza kunilaumu. Alimuuliza akasema sawa. Nilimuuliza akasema sawa, lakini mwisho wa siku akasema 700,000 amenitokea puani na sitaki tena urafiki na wewe sio mtu mzuri, unataka kuniua. Alipata na nini? Sasa baada kumbembeleza siku ndo akaja kwangu akaniambia siku ile mzako alinilawiti. Hivi siku zote ambazo kwa tuwasiliane nilikuwa hospitali. Walimfanyia nyuma. Nikamwambia jamani, kwa hiyo namba ulichukua? Akamwambia sikuchukua namba. Alifanywa nyuma na mbele. Yaani huyu anaingiza huku, huyu anaingiza huku. Wote wawili. Nikasema Mungu asante, mimi bora nilikataa. Nikamwambia kwa 700,000 umechukua? Akamwambia ni shoga yangu imetokea puani. Kwa hiyo rafiki yangu akaumwaga. Baada hapo akaondokaga, sijamonaga tena. Kaja kumpigia simu akaniambia msafiri mudi kwa mkoani huko. Kwa hiyo 700,000 alitumia tena kwenye matibabu tena. Na hisi hivyo ndugu mtangazaji, 700,000 atakuwa alitumia kwenye matibabu na mimi nilichoambulia ni 30,000 tu ya nauli. Una lipi la kuambia Tanzania? Kwa kweli cha kuambia wadada wengi tusikurupuke. Sio kila mwanaume anakuja na pesa ukakubali, kwa sababu kila mwanaume yuko tofauti na tabia zake alichozoea katika mapenzi. Kwa hiyo tuwe makini katika utafutaji wetu wa pesa jamani. Huo ndio ushauri wangu. Wadada tuwe makini. Hata kama tunatafuta pesa lakini tuwe makini, tusijiamini sana. Tutakuja kupoteza thamani ya muonekano wetu katika miri. Kwa leo naishia hapo. Asante, tutaonana wakati mwingine. Bye.